Jambo lingine la 4 ambalo ni D yake katika vigezo vya mtu kuweza kupata ni tabia. Tabia, character. Hii ipo kwenye system kabisa. Hii ipo kwenye processes ambazo zinakuwa katika mchakato, zinachakatwa katika mtu kupata anachokitaka. Mwenendo wako kila siku, nidhamu yako lo set. Kuna vitu ambavyo hata ufanyaje hauwezi ukavipata kama tu hautakuwa na tabia ambavyo inaweza ika-attract kupata. Huwezi kupata. Kuna mtu anaweza akawa na uwezo wa kupata kitu lakini akafail in term of character, anafail kupata anachokipata. Sometimes unaweza ukapata kutokana na uwezo ulionao, lakini kusustain kile ulichokipata inahitaji tabia. Tabia inaleta na tabia inatunza. Tabia inaweza kukufanya upate kitu, lakini tabia ikatunza kitu ulichokipata. Sasa wengi wanashindwa kupata position fulani, wengi wanashindwa kupata nafasi fulani, ni kwa sababu kuna tabia ambazo automatically zinawa disqualify kwa wao kupata wanachotakiwa kupata. Hiki ni kigezo muhimu ambacho kinakufanya automatically ukijua nidhamu yako, namna gani unatakiwa uishi. Nafasi hii inanihitaji mimi niwe na tabia namna gani? Jambo hili linahitaji mimi niwe na tabia namna gani? Yaani maana hata tajiri naye ili kuwa katika namna au katika nafasi ya utajiri lazima kuwe kuna tabia za utajiri. Yaani hujaishi tabia za utajiri, umefeli kupata utajiri. Hujaishi tabia za kuwa kiongozi, umefeli kuwa kiongozi. Umefeli kuwa kiongozi kwa sababu tabia ni moja ya kitu ambacho kina attract wewe kupata unachokitaka, kwa sababu chochote unachokitaka kina mazingira yake ya wewe kupata, yani ya chenyewe kuja, yani kina mazingira yake. Yusufu alijua yeye ni waziri mkuu tangu utoto, alijua yeye ni waziri mkuu. Ilimlazimu Yusufu awe katika character ya yeye kufanikisha ndoto yake kuwa waziri mkuu, na ndio maana kuna vitu alikuwa tayari kusema hapana hata kama vimemgharimu. Yani tabia itakufanya automatically uwe na uwezo wa kusema hapana hata kama katika hicho kitu unachokisema hapana kitakugharimu. Inakuamlia nenda mahali fulani, hapa usiende, kwa sababu kuna nafasi ambazo zitakuamlia. Kuna vitu ambavyo unavitaka vitakuamlia, na unatakiwa ujiswitch, ualign na vile vinavyotaka wenyewe, ualign na mazingira yake. Kwa hiyo Yusufu alijua hii nafasi ya waziri inaniamlia mimi kuwa na discipline na namna hii. Automatically ilitakiwa aishi katika ile discipline apate ile nafasi anayoitaka. Failure to do so, amefeli kwa waziri. Na ndio maana kuna wakati tabia ilimlazimu, ile nafasi ilimlazimu ajinidhamu katika kusema hapana kwa mke wa Potifa. Sasa kuna vitu ambavyo unatakiwa create the environment, the character ya wewe kuishi katika namna hiyo ambacho hicho kitu unachokitaka ukipate. Yani huwezi ukasema unataka kuwa tajiri alafu tabia za utajiri huzijui, kwa sababu utajiri ni tabia. Huwezi ukasema unataka kuwa kiongozi mkubwa alafu tabia za uongozi huzijui, kwa sababu uongozi ni tabia. Kuna tabia za uongozi. Huwezi ukasema unataka kuwa mtu bora wakati tabia za kuwa bora huzijui. Lazima ujue ubora unahitaji tabia gani, na natakiwa mimi niwe na tabia gani, ni kazani kuwa katika tabia gani. Ndoto bila kuwa na tabia, usitegemee kupata hiyo ndoto unayodhani wewe alafu kumbe hujajua tabia gani inaendana na ndoto unayotaka wewe. Lazima ujue maono haya ambayo mimi nayataka yana tabia gani. Study about behavior, character. Study about character. Ninajiseti vipi katika character zipi? Mimi nitakuwa na value zipi? Nitakuwa na discipline zipi za kupata hiki ninachokipata? Niziishi katika namna gani? Lazima ujue tabia ya hali ya hewa ya hicho unachokitaka na namna gani ukiishi ili upate. Yesu alijijua yeye ni mfalme,
alijiseti katika tabia za kifalme. Alikuwa anaenda kutafuta hekima, alikuwa anakuwa katika hekima. Ile ni character, ile ni tabia. Anashinda hekaluni kujifunza, ni tabia. Yesu alikuwa na tabia ya kwenda kuomba kila siku usiku, ni tabia, kwa sababu alijijua tu kabisa hiki kitu kinanitaka mimi kuwa muombaji. Ndio maana akamwambia hivi, kweli hamkuweza kukesha na mimi hata kwa lisali moja, kwa sababu kuna mambo ambayo yanakutaka ufanye vile. Je, hicho kitu unachokitaka unajua kina tabia gani? Kuna vitu vingine vinahitaji huo muombaji, unakesha kwenye maombi. Biblia inasema kesheni mkiomba. Hiyo ni tabia ambayo mtu anataka ujiseti ili kupata unachokitaka. Discipline ulionayo kusema hapana katika vitu ambavyo vinakutoa kwenye reli ya wewe kupata unachokitaka. Kusema hapana kwenye mazingira ambayo yanakutoa kwenye reli ya wewe kupata unachokitaka. Kusema hapana kwa watu ambao wangekutoa kwenye reli ya wewe kupata unachokitaka. Kwa sababu kuna mambo mengine yanakuamulia namna ya kuishi. Huwezi ukaishi vyovyote na ukasema unataka upate unachokitaka. No, hakunaga principle namna hiyo. Hicho unachokitaka, ndoto gani ulionayo? Je, umestudy about character zake? Study about character. Search katika character. Ilazimishe kuishi kwa character. Kuwa na ile habit. Tengeneza habit ambazo zitakuwa na kufanya wewe automatically unaishi. Sio kwamba unakuwa na struggle, ni automatically unaishi kwa Yesu. Kwake kuomba kila siku, kuamka usiku kuomba ilikuwa sio punishment. Kwa Yesu kwake kuamka usiku kuomba ilikuwa ni habit, ni jambo ambalo alikuwa analifurahia. Wakati kwa wanafunzi wake by that time ilikuwa ni adhabu, lakini Yesu alitengeneza tabia automatically ikawa ni habit. Hakikisha kabla hujakifanya kitu au kabla hujakitaka hicho, yani wakati unakitaka hicho kitu, wakati unaendelea kukitaka, jua chenyewe kinataka nini. Yani make sure umejua hiki kitu unachokitaka kinataka nini. Hiki kitu unachokitaka kinataka nini? Kinataka mimi niishi katika tabia zipi? Niwe na character ipi? Character is an attract. Lipa gharama ya kuishi hiyo character. Lipa gharama ya kuishi hiyo tabia. Au lipa gharama ya kuacha hiyo tabia. Ukiona hiki kitu unachokitaka na kwa tabia hizi hakiendani, achana na hiyo tabia. Kuacha tabia au kuishi tabia ni kitu kigumu sana, lakini hauna budi kulipa gharama ili kupata unachokitaka, kwa sababu pia kupata unachokitaka ni gharama. Yani huwezi kupata kama haujalipa gharama, na moja ya gharama ambayo unatakiwa kulipa ni kuachana na tabia ambayo haikuweki kupata kile unachokitaka au hakivuti, hakiattract kile unachokitaka. Achana nacho. Lakini sometimes ni kujilazimisha kuishi tabia ambayo haukuwa nayo, kama tu hicho unachokitaka kinahitaji hiyo tabia. Kitu unachokitaka kama kinahitaji tabia ya wewe kuwa msomaji, hakikisha unakuwa msomaji. Jenga discipline ya kusoma. Jenga discipline, jiambie mimi kwangu kuanzia leo nitakuwa na habit ya kusoma. Kinakutaka wewe uwe muombaji. Make sure unajenga habit ya kuomba. Kwako kuamka usiku kuomba usiku na mchana isiwe adhabu. Inakuwa ni jambo ambalo unafurahia. Kama raisho of studying the word of God, just study. Kwa mtumishi mkubwa, make sure unajenga habit ya kustudy. Soma, jifunze kwa watu. That is the only way ambayo hiyo character ambayo utaiseti ita attract nafasi unayotaka. So make sure unazingatia vigezo. Issue ya vigezo ndio issue kubwa zaidi ya kuweza kufanya wewe upate unachotaka.
Nakwambia tulikuwa tunaongelea about vigezo. Umeangalia vigezo vikuu 4 ambavyo vinaweza vikamfanya mtu apate, ambavyo hivyo viko kwenye system. Kigezo cha kwanza tukaangalia kigezo cha ukuaji, growth. Kwa mtu atafute kukua kwanza, kwa sababu kuna vitu vingine vinapatikana according to the maturity ya mtu. So mtu badala ya kufocus na matokeo, afocus na kukua. The way atakavyokuwa anaishi, afocus na kukua kwanza. Tukaangalia kigezo cha pili, tukasema ni kigezo cha mahusiano. Tukaangalia vile relationship ambayo inaweza ikampelekea mtu kupata kile anachokitaka. Namna wanavyo anaweza kaseti strategic relationship, akaseti the quality relationship ambayo automatically inamfanya yeye apate anachokitaka. Tukaangalia kigezo cha tatu, tukasema kigezo cha tatu ni uwezo, ability. Find ability, tafuta uwezo wa kupata unachokitaka, kwa sababu kuna mambo mengine hayaji mpaka umekuwa na uwezo wa kuyapata. Tukaangalia vile ambavyo yule alivyokuwa anagawa talanta, akagawa talanta ya kwanza, akagawa talanta kwa mtu wa kwanza, akagawa 5, mwingine akagawa 2 na mwingine akagawa 1. Akisema kila mtu aligawiwa kwa kadri ya uwezo. Kwa kumbe kigezo cha wale kupata zile talanta kilikuwa kinatokana na uwezo. Na bora sometimes yule hata yule wa moja alikuwa na uwezo kupata 1. Je, ambayo ampale kupo hana uwezo hata kupata hata 1? A big issue, challenging issue. Tukaangalia kigezo cha 4. Tukasema ni kigezo cha tabia, character. Character ina attract, character inaleta, character inatunza. So wakati unaendelea kuset output, wakati unaendelea kufocus about output, you have to set the system au input ambayo inaenda kukuzalishia wewe pata unachokitaka. Inawezekana kupata unachokitaka, lakini before uja focus na hicho kitu, focus hicho kitu kinataka nini. Yani kabla hujakipata hicho kitu, kisikilize chenyewe kinataka nini, alafu ishi according ya hicho kitu kinavyotaka. Utapata katika namna ambayo ni rahisi na kuwa na uwezo wa kulipa gharama, kwa sababu kuna mambo mengine ni process ya muda mrefu. Kuna mambo mengine yanachukua gharama ya maumivu. Kuna mambo mengine yanachukua muda kukamilika. Lipa gharama. Angalia kitu kinataka nilipe gharama gani. Hata Mungu alivyoutaka ulimwengu alilipa gharama, akamtoa Yesu. Sawa? Kwa alijua ili aupate ulimwengu namna gani afanye apate ulimwengu, akamtoa Yesu. So angalia hicho kitu unachokitaka kinataka nini, then kuwa tayari kulipa gharama hicho kitu. Kuwa tayari kulipa gharama ya namna hicho kitu kinataka. Inawezekana kupata unachokitaka. Inawezekana kupata kwa neema ya Mungu. Inawezekana kupata tunavyovitaka kwa neema ya Mungu. Inawezekana kupata na kwa maarifa ambayo Mungu anakuwa anatujalia kuendelea kujifunza. Inawezekana kupata unachokitaka. Mwaka huu ni mwaka wa kupata tunavyovitaka. Mighty name of Jesus. Mungu akubariki sana. Ni mimi mtumishi wa Mungu na mtumishi wako Michael Lacson. Karibu sana kwa series nyingine kwa muendelezo wa somo hili.